Saa ingine shetani anainua mashtaka. Hayo mashtaka yanakufanya upoteze kazi. Hayo mashtaka yanakufanya upoteze tenda. Hayo mashtaka yanakufanya upoteze wateja kuja kwako. Ni mashtaka tu yameyainua ili kukunyang'anya vyanzo vya uchumi wako. Umefukuzwa kazi, ukufanya kosa lolote, lakini mashtaka yamejishikilia namna hii mpaka wanaona ni wewe ni mwenye kosa. Unatoka ukiwa umeumia, unasema Mungu, nimekuwa mwaminifu kiasi hiki, ndio zawadi ninayopata. Biblia inasema shetani atatafuta kila mbinu kukutengenezea mashtaka ili angalau uhangaike, ukose msimamo, ufanye maamuzi ambayo sio sahihi, umchukie Mungu wako. Lakini usisahau Ufunuo sura ya 12 inatuambia yule mshtaki anayeshtaki wateule wa Bwana mchana na usiku walimshindaje? Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Maana yake walimshindia msalabani kwa agano. Ndio maana yakija mashtaka ya namna gani, wahi kwa Bwana, wahi kwa Mungu aliye hai, kwa sababu Bwana akiwa upande wako, nani atakayekuwa juu yako? Rapa karama shanda. Wahi haraka, hata kama ujue ulichofanya kosa, mwambie Mungu, ninaona hapo mashtaka yamekuja. Inawezekana kuna kitu nimefanya ambacho sikijui. Nikikagua mwenyewe sioni, lakini inawezekana kuna kitu nimefanya hakikukaa sawa. Ninaomba unisamehe. Wewe uliye mwaminifu, simama upande wangu. Simama kama shujaa mwenye kutisha. Simama wajue ya kwamba sipo peke yangu. Simama wajue ya kwamba ninaweza nikakutumaini kazini, nikakutumaini kwenye biashara zangu. Simama upande wangu. Jifunze kujisemesha. Ukiona nafsi yako inainama wakati umeshtakiwa, jifunze kusema Yeremia 20 mstari ule wa 10 na 11. Jifunze kusemesha huo mstari ili moyo wako upate kujua. Mwambie moyo, usiiname ndani yako. Shujaa mwenye kutisha yuko upande wetu. Yule ambaye alitukirimia mambo yote pamoja na Bwana hawezi kutunyima kitu. Yeye aliyetuhesabia haki, nani atakayetushtaki? Rapa karaba shaka. Jifunze namna ya kusimama mbele za Bwana. Endelea kusemesha moyo wako, kwa sababu moyo wako ni rahisi sana kuinama. Biblia inasema uchungu ukizidi masaa 12 unatoa nafasi kwa shetani, anakufunga. Na akikufungia hapo hutoki, kwa sababu kesho na kesho kutwa hata Mungu akikutumia neno na kukusaidia kutoka, Biblia inasema hawakusikiliza kwa sababu ya uchungu wa mioyo yao. Ndio maana hata unapotoa sadaka, kumbuka jambo hili. Usije kusahau Zaburi ya 20 ule mstari wa 3 na wa 4.